Lakini pia tunatambua kwamba damu ya Yesu ina nguvu ya ajabu na ina upekee wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini damu ya Yesu ina nguvu ya kusafisha dhambi yangu? Cha kwanza ni kwa sababu ni damu iliyo safi. Haleluya. Haikuchangamana na mawaa. Kwa nini? Kwa sababu imezaliwa, namna ambavyo ilipatikana ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Haijatumika damu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana inakuwa na nguvu juu ya kusafisha, juu ya kufanya chochote kile ambacho kimeinuka mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Ni damu safi, haina mawaa. Amen. Jambo la pili ambalo naweza likaifanya kwa nini damu ya Yesu iwe na nguvu ndani yangu, haleluya, ni kwa sababu ilitolewa kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii damu ya Yesu alipokuwa anaitoa, ndio maana anasema mimi ninao uwezo wa kutoa uhai wangu, na haleluya, hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kufanya hiyo. Sasa tunapoona vile mambo alivyofanywa pale msalabani, yale kwake Yesu alikuwa yahesabu kama ambavyo tunayaona, ila yeye anaona ya kwamba anaitoa damu yake kwa upendo kwa watoto wake. Hicho ndicho kinachoipa damu ya Yesu kuwa na nguvu kwako, ya kwamba ameitoa hii damu. Hajaitoa kwa, yani ngoja nikupe mfano. Unapochukua mfano kama mtu anaenda kwa mganga, sana chukua mbuzi. Yule mbuzi anapomuua, hamchinji kwa hiari ya mbuzi. Yani anamtoa kwa kikatili. Lakini damu ya Yesu haikutolewa kikatili. Yani pamoja na kwamba Wayahudi walichomtendea, kwake Yesu alikuwa hesabu kama ni kikatili. Alikuwa analihesabu ni pendo. Ninalimimina katika damu yangu ili mwanangu fulani apate ushindi anapoita damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hakuitoa kwa kikatili. Yani haikutolewa kwa ukatili. Haleluya. Yani ndio maana tunaweza kuku ukimchukua kumpeleka kwa mganga, umemshurutisha, hajaenda kwa upendo. Ila Yesu alienda mwenyewe kwa upendo msalabani, kwamba nipate kuangikwa kwa ajili yako, ili damu utakapoinena iwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja tu ya silaha ya kwamba aliutoa kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haikukatiliwa kwa ukatili, kwamba sisi tunaelewa pointi hiyo. Haleluya. Yesu asifiwe. Maana inakupa ushindi. Kwa nini nikuwe katika matumizi ya damu ya Yesu? Nikiyaelewa haya maeneo yote na yale yote ambayo tulijifunza, yale maeneo 7 ambapo damu ya Yesu ilifanya nini? Ilitolewa. Na application zake. Si tunakumbuka? Maana ukue katika matumizi ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ndiyo imepewa dhamana. Mfano, kwenye dhamiri yako kuna kifungo cha dhamiri. Umefungwa katika dhamiri. Kuna jambo ulifanya, dhamiri yako imefungwa kabisa kama iko gerezani. Hautaki yani hivi kifungo cha dhamiri, unana anaweza kumfungua mtu. Ila damu ya Yesu ina nguvu. Kwa nini? Ilitolewa kwa upendo, na kwa kuwa lilitoka ndani ya moyo. Ndio maana na damu inakuwa na uhalali ndani ya moyo wako, ambao ndio kuna dhamiri imefungwa. Ile dhamiri ukiyatia damu ya Yesu Kristo, Yesu niokoe katika kifungo cha dhamiri yangu hii, ya kwamba iko dhamiri inanitesa kila siku. Damu ya Yesu inaachiliwa, inaenda kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tena damu ya Yesu inakuwa na nguvu? Ni kwa sababu inaachilia virutubisho vya kiroho. Yaani kama tunavyosema, nikachukua damu yangu ukaipima. Bwana Yesu asifiwe. Humu ndani watajua nina grupu O, grupu B, grupu nini. Amen. Na damu ya Yesu ilivyotolewa, ukiachilia, tukiipima kiroho sasa, ina yale matendo ya roho. Ndio virutubisho vyangu. Ina ule upako, ndio virutubisho vyangu. Ila vile karama, inavisafisha vile karama viweze kutenda kazi vizuri. Inanifanya nizidi kung'aa. Haleluya. Haleluya. Mpigie Yesu makofi mengi. Tunatakiwa kupata ushindi. Tunatakiwa kupata ushindi kwenye ile eneo. Amen. Ombi letu ni nini? Kumuomba Mungu neema ya kufanya nini? Ya kukua katika matumizi ya damu ya Yesu. Amen. Manake kama kuna karama iko ndani yangu,
Mungu ananisaidia. Haleluya. Naomba tusimame. Nadhani tumepata. Imeandikwa. Ndio. Hebu tusomee Ufunuo 12:11. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 11. Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ambalo kwa neno la ushuhuda wao. Umeliruka hiyo wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hapo unaweza kusema kwa ushuhuda wangu. Kwa neno la ushuhuda ambalo sio ile ya kusema kushuhudia. Kuna ile ya kushuhudia lakini kwa neno, kwa maana imeandikwa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hii tuna mfano pia hata kwa Ibrania. Anasema tunajua Torati asili yake ni ya rohoni. Amen. Ila kwa kuwa mimi nilikuwa mtu wa mwilini, ililetwa ndani ya mwili ili niongoze katika mwili, lakini bado naendelea kama rohoni. Lakini sasa baada ya Yesu Kristo amekuja, amekuwa anasema siku sitatangua yodi, sitatangua Torati, bali nimekuja kuitimiliza. Si tunalipata ile andiko? Maana yeye ndiye aliyekuja kufanyika, anafunga lango hili ndilo kwa limefunguliwa kwa maana ya kuja mwilini, na sasa ninafunga tena, nasimama hapa na kuja kutimiliza. Sijatangua chochote, ila nimekuja kuimarisha tu na kuweka mlango. Ndio maana Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Maana amekuja hapa. Amen. Kwa hapo ndio unapata sasa kama ni hivyo, maana damu ya Yesu. Amen. Nazungumzia ushuhuda. Kwa ile ushuhuda, maana kile ambacho kimeandikwa ndani yako. Waibrania anasema zile sheria ilikuwa mwilini, sasa naziandika katika vibao vya mioyo. Si ndio inavyoandikwa? Maana sasa ile ambayo unasema imeandikwa ni Roho Mtakatifu kwa karamu yake kuandika ndani ya moyo wangu. Hicho ndicho nikisimama kama katika jaribu, nikisema imeandikwa ya kwamba nao watamshinda, au imeandikwa yote yatatimia. Nachukua mfano. Amen. Ulikuwa katika kushindwa, unajikuta unakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itakuwa kama alivyo. Itakuwa kama alivyo. Amen. Tusimame tuombe. Kwa wote tumeshajua kuomba neema. Mlilie Mungu. Cha kwanza ambacho naweza nikakwambia, ufike level na kwamba kuna mahali nimekuwa. Kama kuna jambo ambalo kila wakati likitokea mpaka uzungumze na mtu akusaidie. Hebu jijaribu katika hilo eneo, kuona kama nimekuwa katika neema ya kutumia jina la Yesu. Nimekuwa katika neema ya kutumia damu ya Yesu. Nimekuwa katika neema ya kwamba imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kuna mambo mengine hayatoki mpaka umekutana na kuhani. Lakini tukue. Bwana Yesu asifiwe. Tukue. Hiyo na kwa mtu ambaye ataenda level nyingine, ni yule ataona ndani yake natakiwa hili nilisimamia. Kama umeenda nalo ukaona kabisa limekufika hapa. Sio limekufika hapa, limekufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utafute msaada kwamba kwa kweli, na uanze kumwambia nilitafuta hivi na hivi. Sio tu kidogo tu ndo na sijui. Point yangu sio kwamba nazuia kwamba ila kuna neema unaipata. Yaani neema ya Mungu ipo, lakini neema ya Mungu haijatolewa bure. Kipo kitu cha, ndio maana Paulo akasema tusichukulie neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuombe.